Omwami Sifuna. Leo Sifuna amelima Didmus Barasa ule wakakofia karedi. Didmus, mimi nitarudia nikikuambia. Nitakuambia mpaka usikie bwana ndugu yangu kwa sababu sitaki uzame. Haiwezekani Didmus. Munaenda kule bunge munapitisha miswada ambaye inanyanyasa wananchi. Alafu wewe Friday unaingia KCB branch Bungoma. Wanakupatia 100 ati unangoja Sifuna akiongea ati unaenda kupangisha watu laini hapo. Alafu unaenda kusema kwa mitandao ati watu wamekataa Sifuna. What a shame! What a shame! What a shame! Washenzi sana. Chinga bastards. Wewe unanilaumu mimi ati mimi naharibu matanga. Mimi nikienda matanga si lazima nikae hapo mpaka nisindikishe mwenye amekufa kwenda kumzika. Naweza henda na niondoke niende kwangu nyumbani. Wananchi hawa wakinifuata niwatoroke ama niwafukuze niwapige. What are you saying? What is he saying? Kwa sababu leo tunakujua wewe ndio utakuwa wa mwisho kutoka kwa hii matanga. Kule Bungoma siasa ni tamu. Didmus Barasa anawapeleka kuwapeleka. Anawatembeza, anawapigisha kona. Unajua Didmus Barasa aliambiwa atatoka mwisho kwa hiyo matanga ya ndugu ya MP Wamboka. Akadhani ni mchezo. Edwin Sifuna akamwambia, wewe ndio utakuwa mtu wa mwisho kutoka kwa hiyo mkutano. Akadhani ni uongo. Alafu yeye anapewa microphone, anaanza kuongelelea Senator Vihiga vibaya. Kama kuna mtu kwa hii timu ambaye mimi naheshimu ako na akili ya kupindukia, akipata cheo anajua kujitetea, ni huyo Godfrey Ososi. Alijinominate kwa bunge, akanominate bibi yake ya pili, akanominate na mother-in-law yake. Ni mtu ya kutumia akili. Akiwa kwa Sifuna hapa ni hesabu anapiga. Si anapenda Sifuna. Nyamanza mamo. Nyamanza kwanza, usikie vile tunaenda na mpangilio huu. Si amekiona. Si ameenda mbio mbio. Chupa nyinyi msimtupie chupa. Mzabana. Leo pale Bungoma mambo imechamuka. Kuna boys ametolewa siaka hapo Bungoma. Niende nyumbani. Niende nyumbani. Na Didmus, naona umeshika syllabus yangu. Nimeona umeshika syllabus yangu. Mimi sasa niwaambie, mnaona wale daza tu tamu. Wanajichotaka tu wakiwa na mask go. Wanajichotaka tu wakiwa na mask go. Mwambie leo Bungoma vile watu hatuta wameonyeshwa. Walikuwa na dus kivumi. The lion himself anawapea sleepless night. Anawapea sleepless night. Yaani mnakosa usingizi juu ya mtoto mdogo. Yo, wa kwanza mwenye aliongea, alimaliza tu kuongea, watu wamemhekolo. Half of his speech, I swear we don't know what he said. Kumaliza, hata kuza kurudi kwa kiti, alienda tu home. Didmus, hey. Didmus, vile ningekuwa Didmus mwenye ameambiwa leo. Kesho mngeamka msikie mwele Karuto Montezuma. Masomo ni ile, walimu ni wale. Didmus ndiye anafunga hii matanga na tumesema tunajua ile pesa mlipewa leo msichukue 200. Alipewa 500 yenu. Haki Edwin Sifuna. Mimi hakuna siku utanikuta ati napanga kikosi ya kwenda vita ati niweke Didmus ndani. Haiwezekani.
Hawa ni watu hawana msimamo, na shangaa ati naweza kuwa pale juu na nyumbani ati gavana wangu ni Didmas Ole Were. Basi ukikuja hapo utuambieko wewe ulisimama wapi wakati ya kuuza Nzoia? Unataka kuwa gavana ya watu ambao hawana mapato yoyote, walitunyang'anya miwa yetu na Nzoia yetu, wewe unataka kuwa gavana wetu? Haki ya Mungu, pole wasomwana wako. My lord Didmas, mimi nitarudia nikikuambia, nitakuambia mpaka usikie bwana, ndugu yangu, kwa sababu sitaki uzame. Mumeona hiyo kiti? Kiti iko different na ya wenzake. Kiti yake ni kubwa, kiti yake ni very special. Munaona kiti peke yake ni ishara ya kwamba ashateuliwa, mteule wa Mungu, ashaketishwa kwenye kiti cha enzi. Angalia vile anakaa kwa kiti, very presidential. Anakaa akifikiria hawa, angalia tu vile, angalia sura yake, anafikiria hawa wa Kenya nitawafanyia nini. Western tushaamua ni Edwin Sifuna. According to the sitting arrangement yenye ilikuwa jana pale Bungoma, you can now just know automatically ni nani mwenye tunataka. Unaona? So kama wewe ni millennial na wewe ama wewe ni Gen Z, unatumika kupewa handouts kama robot, uende uharibu mikutano, mama yangu, unaenda kukua kama guni. Uone. Niliwaambia magunu wanatoka hii zaidi ya watu watuta mkona ni kama na wapima. Aro, juzi tu kunwa magunzi, Mr. Must Go hivi alisema ati magunu watu wapima. Tulifika aje hapa? Mimi naona hii mambo ya maguns tukiendelea kunyamaza, hii Kenya inaenda kugeuka ikuwe kama Haiti. Na msipochunga, if you are not armed in 2027, hii gang inaenda kurep familia yako na iue mandugu zako na iibe kila kitu kwa nyumba yako under your watch. Jesus. Watu wakisimama kwa line ya kupewa akili ya kuongoza nchi, wewe unasimama kwa line ya light skin asifu wewe ni mwanamke. Watu wanaenda kupanga line wapewa akili venye wataongoza Kenya yetu, wewe unakimbia unaenda kwa line ya mwanamke ndio upewe light skin. Light skin yenye inatumia kulipa maguns wakuja wakiharibu rally za watu. Next time uongee na Murkomen umwambia kuongezea matia gas. Sisi hatutaki hiyo tia gas yako moja. One time, million times. Nakwambia upuzi ambao uko Kenya ni mwingi sana.